Natumai hujambo msikilizaji wa ZBC na karibu katika kipindi hiki cha habari za Mawio. Leo hii Jumamosi ya tarehe 27 mwezi wa 12 2025 sawa na mwezi 6 Rajab 1447 mwaka wa Kiislamu. Mtayarishaji wa kipindi hiki ni mimi Mwanajuma Kasim, na miongoni mwa utakayo yasikia leo hii: chombo alichopanda ni bodaboda, alikuwa akapakia abiria wawili, mali hajagaibwa mpaka sigaibwe. Kwa hayo na mengine mengi ni kusihi uwe nasi hadi tamati ya kipindi hiki. Tunakianza kipindi chetu kwa taarifa yake Jumature. Baadhi ya wanafamilia ya marehemu Ali Vuai maarufu Alikona ya Mkwajuni Kaskazini imekuwa ikikoseshwa utulivu wa nafsi na kuishi kwa hofu na wasiwasi kwa madai ya kuwepo mzee anayemdai mmoja kati ya wanafamilia na kubandika mabango katika nyumba za wanafamilia mzima ambaye hazimhusu mtu huyo anayemdai. Wakizungumza na Mawio, baadhi ya wanafamilia hao wameeleza: huyo Bedifumu Hamisi anatukera na anatudhalilisha kwa sababu tunatuikia mabango kwenye nyumba zetu na nyumba usiza Hamisi Ali Vuai ambaye anamdai. Mali tulizoshirikiana na kaka yetu Hamisi Ali tushakwenda wapi na mali ya maana kwa kurisizwa. Kaka yetu Hamisi Ali Vuai alipata milioni 12 na tushakubali mahakamani tarehe 25 Januari tukazipeleke bisa zake ili nyumba ziwe yetu. Hamisi Ali Vuai awe hana kitu, kwa hivyo asituweke roho juu kwa sababu sasa hivi Hamisi hana kitu. Kuika mabango haya mimi ameweka roho juu sana, hasa kwa sababu roho juu yenyewe pia siku ile kule ilikuwa hali yangu si nzuri na mimi niko katika homa. Asiweke mabango hela sasa hivi mimi sikubali kulikiwa mabango kwenye nyumba ya kwangu. Sheha Mkwajuni Jumbe Idi Jumbe ameeleza kulifahamu suala la kupachikwa mabango kwenye nyumba za baadhi ya wanafamilia hao, kwa sababu yeye alichokidai mwanzo tofauti anachokifanya sasa hizi. Maana mwanzo alikuwa anadai kwa bwana Hamisi Ali nyumba zile mbili za marehemu kabandikwa matangazo, zikaenda wakarudi kata ipili kama mali hajagaibwa mpaka sigaibwe. Sasa baada kukaa wenyewe na kukaa tayari ushafika utaratibu wa kwamba sasa yake atafutiwe huyu na apewe alipwe, sasa anakwenda kumaogopa kubandika matangazo kwenye nyumba nyingine. Aache tabia kama zile. Mawio ulifika mahakama ya mkoa wa Kaskazini Unguja Kiongele na kubaini kuwa kweli lipo shauri la Abedi Fumu Hamis kumdai Hamisi Ali Vuai shilingi milioni 30, lakini kwa sasa kinachosubiriwa ni tarehe 25 mwezi wa kwanza mwaka 2026 kulipwa shilingi milioni 12 ikiwa ni sehemu ya urithi wa mdaiwa Hamisi Ali Vuai waliorithishwa kupitia mali alizoacha marehemu baba yao Ali Vuai, na hakuna amri nyingine ya mahakama iliyotolewa kwa mdai dhidi ya mdaiwa. Nikiripoti habari za Mawio kutoka mkoa wa Kaskazini Unguja, ni mimi Jumature. Mpanda bodaboda amefariki dunia. Chanzo cha kifo chake ni nini na ni wapi huko? Mwanaisha Bakari anaeleza. Mpanda bodaboda Ali Thabiti Suleimani mwenye umri wa miaka 25, mkazi wa Daraja Bovu, mwenyeji wa mkoa wa Tabora, ameaga dunia baada ya kupata ajali ya barabarani juzi usiku. Msimamizi wa hospitali ya wilaya ya Chumbuni, Daktari Khalfani Hamisi Amur, ameeleza walivyompokea mpatwa na ajali huyo. Usiku wa kuamkia tarehe 26 Disemba 2025 tulimpokea Ali Thabiti Suleimani mwenye umri wa miaka 25, mkazi wa Daraja Bovu. Alifikishwa hospitali na jeshi la polisi ambapo walimuokota maeneo ya Daraja Bovu ajali ya barabarani. Mara tu baada ya uchunguzi wao ikabainika kwamba tayari alishafariki. Marehemu aliumia sana eneo la kichwani na kupoteza damu nyingi. Kwa sasa tumeshawakabidhi familia yake kwa ajili ya mazishi. Isa Juma Ahmada, mmoja wa wanafamilia, anaeleza alivyopata taarifa ya tukio hilo na kilichojiri kupelekea kifo cha kijana wao. Tulipokea simu majira ya saa 8 usiku kutoka kituoni Ngambo Station. Kuna mtu kaanguka barabarani mwenye namba hiyo ambayo tumepigiwa, tukatoka tukaenda kituoni, wakatupa maelezo. Ajali imetokea maeneo ya Daraja Bovu madukani. Chombo alichopanda ni bodaboda, alikuwa akapakia abiria wawili, lakini alikuwa anajisikia vibaya, akawashusha abiria, akamwambia jamani, kutokana na hali ninavyojisikia itabidi hapa mshuke ili niendelee na safari. Bahati nzuri wale abiria wakashuka, kambele tu kidogo ya alowashusha abiria akaanguka. Ikawa hivyo, hakugongwa na kitu chengine wala hakumgonga mtu, yeye tu kaenda vibaya, kagonga pembeni ya barabara, akaenda akagonga kwenye nguzo zile za barabarani. Kaenda hospitali ya Chumbuni pia, na kufika kule Chumbuni tukahakikisha kwamba ndiye marehemu. Tukachukua hatua nyingine za kidaktari, za kipolisi, tukachukua maiti wetu na tukaweza kumfirisha. Mwili wa marehemu Ali Thabiti umesafirishwa jana kuelekea mkoani Tabora kwa mazishi. Nikiripoti kwa habari za Mawio, ni mimi Mwanaisha Bakari. Si hayo tu,
Watu wengine 6 nao waliwahishwa hospitali ili kunusuru uhai wao. Amina Suleiman na taarifa kwa kina. Watu 6 usiku wa kuamkia jana waliwahishwa hospitali ya wilaya Mwirapongwe kwa matibabu baada ya kupata ajali za barabarani. Dr. Saidi Abdullah Ali wa kitengo cha dharura hospitali ya wilaya Mwirapongwe amethibitisha kupokelewa kwa wapatwa na ajali hao. Tarehe 26 mwezi wa 12 2025, mnamo majira ya saa 7 kamili usiku tulipokea majeruhi wa ajali ya barabarani ambaye tunatambulika kama Salum Amir Muhammad mwenye umri wa miaka 33 ambaye alikuwa akitembea kwa miguu, amegongwa na gari katika maeneo ya Mwera Felisita. Baada ya kumpokea na kumhudumia, akaonekana amepata majeraha katika sehemu ya taya ya chini pamoja na mkono. Kwa hiyo tumemhudumia na kumpa rufaa kuelekea Lumumba kwa ajili ya matibabu zaidi. Lakini pia mnamo majira saa 10 alfajiri ya tarehe 26 hiyo mwezi wa 12 tulipokea majeruhi 5 ambao wamepata ajali katika ajali iliyohusisha bajaji pamoja na bodaboda. Majeruhi 4 kati ya 5 walitibiwa na kuruhusiwa kwenda nyumbani, na mmoja ambaye ni Omar Muhammad Juma mwenye miaka 52 alipata majeraha katika sehemu za kifua pamoja na mguu, naye alipatiwa matibabu na kupewa rufaa kuelekea Lumumba kwa ajili ya matibabu zaidi. Mauyo amezungumza na mmoja wa wanafamilia ya Muhammad Omar Juma aliyopata ajali Koani. Anaeleza namna ya mumewe alivyopata ajali. Katika maeneo ya pale nje ya Machui Koani, yeye anatokezea kule msikiti wa ndani kule, ndo njia nayo sana kuingia barabarani tu pale nje ya Chui kwa kupinda hivi. Wao wenyewe walitoka Kidimuni, wanapinda hivi ndo wakaja akampamia. Wanaenda kwa mguu. Yeye alikuwa avuke apande gari zinazoenda mjini, lakini alikuwa bado yuko huku upande huu hajavuka, ndo ikaja ikamvamia hiyo boda na bajaji. Alipopata ajali tu akanipigia. Ndo mimi nikamfuata, nikakuta ameshamfikisha wapi. Maana wale walitaka wakimbie. Kuna jamaa mmoja waga tunapanda naye gari, ndo akaadhibiti akasema hapa hamuondoki. Wakanyanyua bajaji, maana bajaji lilimlalia. Wa bajaji polisi nao wakawapigia wakaja. Kutoka hospitali ya wilaya Mwirapongwe, Amina Suleiman na habari za Mawio. Watendaji wa ZFDA wametekeleza ule msemo usemao mchelea mwana kulia mwisho utalia wewe, walipoamua kuiteketeza nyama ya ng'ombe ambapo mchinjaji alipuuza masharti ya afya. Usemi wa wahenga wa kukosa mwana na maji ya moto ulimwangukia mfugaji Isa Mosi Makame, mkazi wa Kinyasini, kufuatia ng'ombe aliyemchinja bila kufuata taratibu nyama ya ng'ombe huyo kiasi cha kilo 200 kuteketezwa na watendaji wa mamlaka ya chakula, dawa na vipodozi ZFDA. Tukio hilo limetokea jana huko Miwani, wilaya Kati Unguja. Mkurugenzi wa idara ya udhibiti usalama chakula wa ZFDA, Dr. Hamisi Ali Omar, anafafanua zaidi kuhusu kadhia hiyo. Na nne hivi asubuhi taarifa kutoka kwa mkuu wangu kwa kazi kwamba kuna bidhaa ambazo haifai kwa matumizi ya binadamu. Mimi niliungana pamoja na wakaguzi na katika eneo hilo tulikuta kwamba kuna nyama ambayo imewekwa kwenye ngozi alafu imefunikwa na majani ya mgomba ambayo ni ng'ombe. Ng'ombe huyo alichinjwa, lakini uchinjaji haupata taratibu zozote zile zinazotakiwa za kiafya. Tulipowahoji wenyewe pale, wanasema kwamba ng'ombe alikuwa amevunjika mguu, kwa hiyo wakaamua kwamba wamuae. Sasa kumuaje ni kwamba huwezi kujua kuna magonjwa gani kwa sababu wao si wataalamu wa afya, na wakaamua kumchinja huyo ng'ombe. La chakula na dawa ndio ambao wanaweza kuhusika kusema kwamba hiyo inafaa haifai kwa matumizi ya binadamu. Sisi tulipofika na wakaguzi pale, tumeangalia ile hali halisi ilivyo na nyama ile, na kwa kweli ni kwamba sababu ng'ombe yule hajachinjwa, anatakiwa achunguzwe alikuwa na dalili zozote zile za maradhi, na baada ya kuchinjwa kuna ukaguzi mwingine unafanyika. Lakini wewe unapomchinja yule ng'ombe na katika mazingira kama haya ambayo si katika chinjio, yote ni hali ya kuonyesha kwamba huenda magonjwa mbalimbali yanaweza yakasababishwa. Kwa hiyo kwa mujibu wa taratibu zilizopo kwa kutumia sheria ya wakala ya chakula na dawa namba 2 ya mwaka 2006, tuliteketeza nyama ile katika shimo ambalo lipo katika chinjio la Kenesini ambao ndio eneo la karibu kwa tukio hilo lilivyotokea. Kabla ZFDA kuteketeza nyama hiyo, Sheha Miwani Hassan Othman Mwereza alipokea taarifa tofauti kuhusu tukio hilo kama anavyoeleza. Nimepigiwa simu kutoka hapo kituoni kwetu, kituo cha polisi, kama huko karibu njoo kidogo hapa uone. Nilipofika kituoni nikaambiwa bwana, kuna kijana huyu Asara kakutwa
ng'ombe, na kabla ya hapo kuna kijana ndo tupa taarifa sisi, anasema kwamba yeye kaibiwa ng'ombe wake na kuna watu wanachinja ng'ombe. Je, unavyoelewa wewe ni ng'ombe hasara ama hasara? Akachukua sehemu kaiba sehemu. Nikamwambia huyu ng'ombe bwana wa hasara, kwa sababu hapa mtaani hakuna ambaye alikuwa hamjui huyu ni ng'ombe wake, na huyo alosema hivyo yeye na hasara baba mmoja mama mmoja. Kwa hiyo sijui wenyewe walikuwa na bifu zao gani, lakini ng'ombe ni halali wa hasara, isipokuwa kamchinja pasipo kufuata sheria. Kutoka Miwani, wilaya ya Kati, Ridhwana Hamiso, habari za Mawio. Baadhi ya wagonjwa wa kisukari usumbufu umewachosha wakati wa kupata huduma katika hospitali ya vitongoji, kwani huduma zimekuwa zikisuasua. Hassan Mselem anatupasha kwa kina. Wananchi wanaosumbuliwa na maradhi ya kisukari kisiwani Pemba wanaopatiwa matibabu katika hospitali ya vitongoji Chake Chake wamelalamikia upatikanaji wa huduma ya matibabu kwa usumbufu. Ali Khamis Juma na Ali Rashid Hussein ni baadhi ya wananchi wanaosumbuliwa na maradhi hayo, wamesema usumbufu ukienda asubuhi hizo nika saa 6 huja pata kufanya dressing. Juzi Jumatatu tumeenda madokta tukarudi. Tulikuwa tufunga wodini, tukaambiwa wodini tutoke tuje nje, usumbufu sana tunasumbuka. Na tuko wengi bila kiasi, wengine bwana halitaka kutoka. Wa miguu hali mbaya sana. Kama kuna madokta wale wakitufunga dawa siku hizi hawapo. Sote hao ndio vitongoji hao. Na sisi toka tuondoshe dokta wetu hapa tunapata manyanyaso. Huu ni mwezi tena ngua haujafika, la sababu ni mwezi wa 12 tarehe 3 si tarehe 4 nipondoshe dokta wetu sisi. Mpaka leo hii tunaanza kunyanyasika. Ninavyokuambia kuna mmoja wetu leo anakaa Madumu, leo kalazwa guli shaoza. Mzee karibu miaka 60 nywania kama mtoto mchanga guli atakatwa. Na kuna mama mmoja naye vile vile tumeenda leo tuambiwa ni holiday, hakuna kufunga dawa mpaka Jumatatu. Haya sisi maguu yetu ya sukari, madonda, nyayo zote maguu yameoza. Tupe mpaka Jumatatu yawezekana wakati madokta wapo. Yaani kwa kuingia kutoka kuhangaika mpaka miguu ya tuma ndio tumpata dokta kuja tufunga dawa karibia saa 4. Akitoa ufafanuzi kuhusu malalamiko hayo, daktari dhamana wa hospitali ya vitongoji Saidi Ali ameeleza hakuna changamoto ya upatikanaji wa daktari. Hii changamoto ipo ya mfumo. Kwa mfano juzi tu Ijumaa, mfumo uligoma asubuhi mpaka saa 8 mchana. Kwa sababu tunafanya kazi chini ya kampuni, otherwise wewe ni mgonjwa wa dharura, lakini katika mgonjwa ambaye anaweza kusubiria inabidi usubirie, kwa sababu hao dawa akitoa bila ya mfumo kulipwa ni shida. Kwa hiyo hiyo ndio changamoto ambayo ipo. Mfumo ukisumbua, na hiyo sio hospitali. Tatizo hospitali ndio hivyo tu. Hata ukienda benki kama mfumo hakuna inabidi uwait. Kwa hiyo changamoto ya mfumo kweli ipo. Changamoto nyingine ni ya vipande. Inawezekana mtu akatoka huko hospitali yake ndogo akaja hospitali kubwa, akifika kuna kipande cheupe ambacho ni cha afya kadi, lazima uwe nacho, kwa sababu kile ndio bima sasa hivi, na bima ni kwa wote kwa mujibu wa sheria ya Zanzibar. Kwa hiyo kama kile hauna, utaambiwa uanze hospitali yako ya vituo, ukiambiwa uanze huko wewe unakushasumbuliwa, au kama hana kipande kuandike barua ya rufaa kuja huko utasema kushasumbuliwa. Lakini otherwise sijakuta na changamoto nyingine yoyote. Ile hizo mbili zipo. Mtandao ikibidi kama utakuwa unasumbua inabidi na wewe ungojee, au uje kuna kipande waambie bwana wewe kipande muhimu, fuatilia kipande kwa sababu ndio kinacholipiwa kwa sasa. Lakini otherwise sijakuta na changamoto nyingine yoyote. Kutoka hospitali ya vitongoji wilaya ya Chake Chake mkoa wa Kusini Pemba, mimi ni Hassan Mselem. Na tukamilisha kipindi chetu kwa taarifa yake Siajabu Abdallah. Kijana Othman Haji Abdallah mwenye umri wa miaka 15, mkazi wa Mwembe Mchomeke, anashikiliwa kituo cha polisi Mwera kwa tuhuma za kumnajisi ng'ombe jike mwenye thamani ya shilingi milioni 1.7. Mawio amezungumza na mmiliki wa ng'ombe huyo Abdrahmani Bakari maarufu Kidundo na kueleza walivyoweza kumtia mbaroni kijana huyo. Kijana wangu ndo anamchunga ng'ombe. Baada ya kwenda kumgeuza ng'ombe, afika ng'ombe hayupo. Tabu tukamfungua ng'ombe mwanawe. Funguliwa ndama akaingia kwenye boma moja kwa moja alipo mama. Sasa kwa tukamwona kafungwa kwa kuto shahidi wa viatu, mtu hayupo. Leo kana kutafuta simu kunipigia, anaangalia anamuona mtu jara anatoka tena kwenye eneo anarudi kumaliza kazi yake. Bali mtampaka poro la mdomo. Ng'ombe alikuwa na mwaga uchafu. Au yule tayari kama kangewa ndo anajikakamua yule ng'ombe. Kwa hiyo baada ya kukamata yule tayari akakiri kama kweli mechi kitendo nimefanya, na sasa tumemwangalia yule katika simu zake za siri karoa mavi ya ng'ombe, na yeye mwenyewe alikuwa tayari vipi karoa mavi mpaka mwilini mocha nikaja hapa. Sheikh Mwera Silima Hamisi Zahoro anaeleza hatua aliyochukua baada ya kupata taarifa hiyo. Mimi taarifa nilipewa na wananchi, ndio nikaenda huko tukamchukua ng'ombe na huyo mhusika tukampeleka kituoni. Sema bado kwangu mimi ingali ni tuhuma, pale daktari wa mifugo ndio atakayethibitisha kwamba kweli hili swala lilifanyika. Afisa mifugo kutoka wilaya Magharibi Ahmada Zaharani Nasoro anaeleza walichokibaini juu ya ng'ombe huyo. Tukafanya uchunguzi wa kitabibu kuona kama kuna mabadiliko yoyote kwa mnyama huyo. Kutoka ukimwangalia kwa macho unakuta kuna mabadiliko ambayo yametokea ambayo si kawaida kwa mnyama kuweza kutokea. Kana maumbile yake yalivyo, na baadaye kuandika ripoti na kuwasilisha kwa upelelezi wa polisi wa wilaya, naye achukue hatua zaidi za kiupelelezi. Nikiripoti kutoka Mwera wilaya Magharibi Siajabu Abdallah, habari za Mawio. Mpenzi msikilizaji, na hadi hapa ndio tumekamilisha kipindi chetu kwa leo.
Shukrani za dhati ziende kwa waandishi waliotutumia habari pamoja nawe msikilizaji. Mtayarishaji wa kipindi hiki ni mimi Mwanajuma Kasim, ambaye nakutakia kila la kheri na mapumziko mema ya mwisho wa wiki. Kwaheri.